The Green Voice. Yes, we agree. Kutokana na swali la namna hiyo, jamii mbalimbali walikuwa bado wanatafuta majibu. Na ndio maana nakumbuka nyakati zile anapofariki chifu, wanamshika mtu mmoja mwenye nguvu na miraba minne, wanamzika pamoja kwenye hilo kaburi akiwa mzima. Yale yote ni mahangaiko, kifo ni nini? Ukisoma kitabu cha Wahindi Wekundu, Red Indies, mtu anapofariki basi wanachoma na kisha kumchoma wanamweka katika ngalawa ndogo na majivu yake na vyakula na vitu mbalimbali wanasukumia katika bahari ama ziwa ama mto maarufu katika mazingira yao. Wanasema basi uende na huko utakapokwenda uende ukawasalimie wengine. Yote ni mahangaiko katika kutambua kifo. Wapendwa, ukienda baadhi ya kabila mbalimbali, baadhi ya makabila kule Indonesia, mtu akifa hawamziki, atapakwa mafuta maalum, anabaki hapo ndani akiwa mfu. Kwa watu wengi kule wanaishi na wafu wao ndani. Ikifika asubuhi anaweka chai, shafika muda wa saa 4, saa 5 anatoa, saa 7 mchana anaweka chakula. Na ukienda kuangalia hata kijapungua na kuongezeka, hilo wanasema tayari marehemu huyu amekula. Ikifika usiku hivyo wanaweka chakula. Yote ni mahangaiko ya kifo ni nini. Na ndugu zangu, huwezi ukatambua kifo ni nini namna ambavyo kinauma, namna ambavyo kinaleta uchungu, namna ambavyo kinaleta mawazo mpaka utakapofiwa na yule uliyempenda. Jempenda anaweza akawa ni baba, ni mama, anaweza akawa ni mwenzi katika familia, katika ndoa, anaweza akawa ni mdogo au mkubwa wako. Anapoondoka mtu wako fulani, ndipo bado unaendelea kujiuliza kwa nini. Tumsifu Yesu Kristo. Na wengine wanadiliki kusema kwa nini asimchukue huyu. Yanaweza kuwa ndugu walikufa ndugu mmoja, sio kwa nini asimchukue huyu, anamchukua huyu. Hilo ndio fumbo, mfumbie kijinga. Na sisi katika kifo kwa kweli tumebaki wajinga. Lakini tunapata ahueni, tunapata faraja tunapolisikiliza na kutafakari neno la Mungu. Neno la Mungu katika somo letu la kwanza anasema roho zao wenye haki, roho za wenye haki zimo mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kifo katika maisha ya mwanadamu ama kiumbe mwingine yoyote yule ni haki. Kifo ni haki ya kila kiumbe kinachoishi na kupumua katika ulimwengu. Kwa tukiangaika sana kifo ni nini, ndipo tunaporudi katika tamaduni zetu mbalimbali za Kiafrika. Kila kifo lazima tukitafutie sababu. Ndipo watu wahangaika huku na kule wakitafuta mizizi na dawa kutambua ni kwa sababu gani. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa wapendwa, kifo ni haki. Na haki ni nini? Tunapozungumzia haki, inaweza ikatafsiriwa katika nafasi mbalimbali. Ukienda katika mambo ya dini watatafsiri wanavyofahamu. Ukienda katika tafsiri za kisiasa, kusema political science, utaona namna ambavyo wanatafsiri na kadhalika na
Lakini tunapozungumzia haki ni kile kitendo cha kutenda kadiri ya taratibu na kanuni ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Ni ile hali ya kutenda, kufikiri vile ambavyo Mwenyezi Mungu anatuongoza. Mmoja anaweza kusema kama mimi nilikuwa sisali na siamini katika Mungu, matendo yako yanaweza kaa na maudhui yanamuelezea Mwenyezi Mungu kwa namna unapofikiri, kwa namna unapotenda. Na ndio maana kanisa nyakati zile liliwauliza swali, je, ni nani ataweza kwenda peponi ama anaweza kumwona Mwenyezi Mungu baada ya kifo? Wakati wa mtaguso wa kwanza Vatikani, kanisa lilisema ni wale tu walio Wakristo wa Katoliki, hao watamwona Mungu. Lakini baadaye katika mtaguso wa pili wa Vatikani likasema hapana, likajisahihisha, likasema mtu yoyote anaweza kumwona Mungu isipokuwa anatenda kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hiyo haki, wanaosema roho zao wenye haki, roho zao ziko mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo yoyote ambaye anatenda kadiri ya mapenzi ya Baba wa mbinguni, huyo atamwona